Pulpit. Nimeona mwenye alisoma fast alikuja huku hakuonekana, kumaanisha hii kitu ni ndefu kwake, akaona ashuke hapa chini. Hivyo nami nitashuka hapa ndiposa tuweze kuzungumza. Wanakwaya wamegoma leo hii, hawataki kukaa karibu na mnenaji. Kwa basi wapendwa, nataka kuona masaa, naona ambao wameandikiwa ya kwenda kunywa madawa ya wana bahati wakimbizana na wao kweli kweli. Wapendwa, Mungu ni mwema na ametusaidia, ametufikisha umbali huu. Wapendwa, unapoangalia jinsi Mungu amekuleta umbali huu, unapoangalia maisha yako, unapoangalia mambo ambayo yanatendeka katika ulimwengu huu, yanadhihirisha wazi kwamba Kristo anarejea hivi karibuni. Hivyo basi, ikiwa kwamba hutajiandaa sawa sawa, yawezekana kwamba ukaweza kupatikana katika hali ya hatari. Yawezekana kwamba Kristo ajapo mara ya pili unaweza kupoteza, usipate uzima wa milele. Somo letu linasema kwamba the power over God's people. The power over God's people. Kwamba kuna nguvu kwa watu wa Mungu. Wapendwa, unaposoma kitabu cha the book of Acts chapter 8 verse 9, ukiteremka pale, yako mambo ambayo yanaleta matumaini. Lakini kabla hujasoma pale, unapoangalia maisha yako, unapoangalia jinsi ambavyo unajipepa, unapoangalia jinsi ambavyo unafanya mambo yako, yanakuonyesha kwamba kuna uwezekano kwamba uhusiano wako na Mungu ni wa mbali sana. Soma kitabu cha the book of Acts, Matendo ya Mitume 8 mstari wa 9. Nataka tuanze na mstari wa 5. Nani yule anasoma leo? Mstari wa 5 iseme, Filipo akateremka na kuingia mji wa Samaria, akahubiri Kristo na makutano kwa nia moja, wakasikiliza jinsi ambavyo tulifanya, kwamba watu wakatangaziwa kwamba habari njema katika vita aina gani? Katika pambano kubwa. Sio ndio ilikuwa timu ya makambi, kwamba tukatangaziwa, watu wakaambiwa, wengine wakati wakabatizwa. Hivyo basi Filipo akateremka kwenda Yerusalemu, akakutana na watu, akawazungumzia, akawahubiria. Baada ya kuwahubiria, kuna maamuzi ambao watafanya. Tuendelee msomaji. Waliyasikia maneno yale ambayo Filipo alikuwa anawaambia na kuziona ishara alizokuwa akifanya nini? Akizifanya. Kwa maana pepo wachafu. Wapendwa, tunapotangaza neno la Mungu, si kwamba wote waliopo hapa ndani ni wa Kristo. Biblia inasema kwamba si wote waniitao Bwana Bwana watafanya nini? Ndio maana kwaya ikatoroka hapa, hawataki kujibu. Tunaona hawataki. Inasema kwamba pepo chafu wakafanya nini? Wakawatoka wengi. Jinsi ambavyo tunaweza hubiri, jinsi ambavyo tunaweza fanya mambo, alafu tutakapoliita jina la Mungu. Kumbuka, shetani anajua Biblia vizuri sana, anaielewa, lakini kwa sababu yeye hamtambui. Lakini wakati mwingine naona kwamba anamtambua, lakini kuna ukiritimba hapo naye. Lakini Biblia inasema kwamba pepo wachafu wakawatoka watu. Msomaji, endelea. Wakilia kwa sauti kuu. Watu ambao waliopooza, viwete wakaponywa. Ikawa furaha katika mji huo. Hivyo basi, tunapofanya mkutano wa kuhubiri neno la Mungu, tunapofanya mkutano wa kutangaza neno la Mungu, yawezekana kwamba shetani ameweka mahakimu wake, ameweka watu ambao wanamfanyia kazi. Hivyo basi, watakaposikia sauti ya Mungu, watakaposikia neno la Mungu, na kwa hakika waamue kubadilika. Wapendwa, mambo makubwa yanatendeka. Wanasema kwamba pepo chafu zikawatoka watu. Namna hiyo pepo chafu yaweza kuwa iko ndani yako, pepo chafu yaweza kuwa iko katika maisha yako, lakini utakaposikia neno la Mungu,
Wapendwa, Biblia inasema kwamba pepo hiyo inaweza ikatoka, na kwa hakika inalia kwa sauti. Somaji, tuendelee. Na mtu mmoja jina lake Simoni alikuwa anafanya uchawi. Hivyo wapendwa, wachawi walikuwepo wakati wa zamani, si juzi wameanza, si Wakisii wameanza, si Wakamba, kwamba kulikuwepo na mtu mchawi katika eneo hilo ambaye alikuwa akiwadanganya watu. Mtu huyu alikuwa akiwadanganya watu, lakini kwa sababu hawakuwa wamejua neno la Mungu, kwa sababu watu hawa hawakuwa wametangaziwa habari kuhusu Yesu Kristo, wakaamini yule mchawi, wakaamini mtu yule ambaye alikuwa anaitwa Simoni, alikuwa katika mtu yule, wakamwamini kwa vile alikuwa anatumia nguvu za giza. Wapendwa, yawezekana kwamba hata sisi tunapokuwa katika eneo la Sondu, kuna watu ambao tunaamini katika nguvu za uchawi. Kuna watu ambao tunaamini katika nguvu za watu ambao hawana uwezo wowote wa kutupeleka mahali popote, lakini kwa sababu hatujamjua Kristo, ndiposa wapendwa, tunazidi kudanganywa. Ndiposa tunaambiwa nunua kitambaa, tunaambiwa nunua mafuta, fanya hiki na kile, ndiposa uweze kunawiri. Lakini Biblia inasema kwamba Filipo alipoteremka katika mji ule, akatangaza habari, akahubiri, na watu waliosikia neno hilo wakaweza kubadilika. Na hakika wale ambao walikuwa wamekuwa possessed, wale ambao walikuwa wameingiwa na nguvu za giza, mapepo yakawatoka, na yalipowatoka wakatubu. Hivyo basi wachawi walikuwepo. Hivyo basi hata sisi tunapokuwa katika ulimwengu, unapoona jirani yako akienda kwa mchawi, hajamjua Mungu. Ikiwa kwamba mtu anamtegemea mwanadamu, hajamjua Mungu. Kwa sababu gani? Yeyote yule anayemtegemea mwanadamu, yeyote yule ambaye anamtegemea mwanadamu. Msomaji, tuendelee. Filipo akafanya nini sasa? 12. Iseme. Lakini watu walipomwamini Filipo, akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa waume na wanawake. Biblia inasema kwamba waliposikia, hapo mwanzoni kulikuwepo na watu ambao walikuwa wanaamini nguvu za yule mchawi ambaye alikuwa anaitwa Simoni. Lakini wakati Filipo ameenda katika mji ule, akatangaza, akahubiri neno la Mungu, akawapatia watu matumaini makubwa. Kumbuka hili baada ya Stefano kupigwa mawe, kumbuka hili baada ya yule Sauli kuharibu kanisa la Mungu. Hivyo basi watu wakaona kuna uwezekano wa kujitawalia kazi ambayo ilikuwa inafanyika pale. Hivyo basi wakaanza kudanganya watu, wakaanza kutumia nguvu za giza. Lakini Filipo alipofika mji ule, akawatangazia, namna watumishi wa Mungu wanatangaza neno la Mungu kwamba tubuni dhambi zenu, mumwamini Kristo, hivyo basi ndivyo itakavyokuwa salama. Biblia inasema kwamba watu wale walipomwamini Filipo, sasa wameanza kumwamini nani? Simeoni. Wamemwamini Filipo, na Filipo alikuwa analeta habari njema ya ufalme wa nani? Ujiulize wewe, kila ambacho unatangaza ni habari njema ya ufalme wa Mungu? Kile matendo yale ambayo unafanya yanaonyesha utukufu wa Mungu? Biblia inasema kwamba wakamwamini waliposikia maneno ambayo Filipo alikuwa anayatoa katika kinywa chake na kuwapatia habari njema, wakaamini na wakabatizwa. Hivyo basi wapendwa, yawezekana kwamba nasi katika maisha haya tunaweza kuwa tuko kanisani lakini hatuamini Kristo. Tuko kanisani lakini hatumwamini Mungu aliyekufa msalabani akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunaweza kuwa tunaamini wachawi, yawezekana kwamba tunaamini waganga, yawezekana tunaamini watu ambao hawatatupatia, hawezi tupatia neno la tumaini na ufalme wa mbinguni. Ujiulize, ni mara ngapi umemkana Kristo na kuzitii nguvu za giza? Ni mara ngapi umeweza kuachana mambo ya Ukristo na ukaenenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Lakini leo hii yuko kanisani,
tuko hapa kuimba, tuko hapa kanisani kuabudu kwa pamoja, lakini matendo yetu yanafanana na yale wale watu ambao walikuwa wanaamini nguvu za giza. Hawakumwamini Kristo hadi wakati Filipo alileta tumaini na kuwatangazia habari njema na kuwapatia tumaini la kipekee, kwamba habari ambao walileta ni ya kuleta msisimko mkubwa katika maisha ya watu. Yawezekana katika maisha yetu tumetanga mbali na Kristo, tumeamini vitu ambavyo havienendi kulingana na mapenzi ya Mungu. Yawezekana kwamba tumekuwa wakaidi hadi kiwango cha kwamba hatuamini neno la Mungu linaposemwa. Tumekuwa wakaidi hadi kiwango cha kwamba hatuwezi sikiza vile Biblia inasema. Watu wale wakaamini, wakaokoka na wakabatizwa. Somaji, tuendelee. 13 iseme. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini. Kumbuka kwamba hata wale ambao wanapenda nguvu za giza wanaamini. Hivyo basi Simoni ataamini kwa sababu amesikia neno la Mungu na ameamini. Sasa abatizwe. Lakini ameamini na kuna kitu anachokitaka. Sasa hicho ndio nataka tuone. Kwamba kuna watu ambao tuko hapa kanisani hatuamini neno hili moja kwa moja, lakini tunaamini kwa sababu tunataka watoto wetu wasaidike, wapite mtihani. Akifaulu, hilo lingine tumefanya nini? Tumesahau. Tunataka tukuje kanisani tuamini watoto wetu wapate nini? Wapate kazi. Wanapopata kazi, hilo lingine tumefanya nini? Tumemwacha Mungu. Simoni akaamini wakati Filipo alipokuwa akihubiri, naye akaamini kama wale wengine walipoamini wakafanya nini? Wakabatizwa. Simoni ameamini nani? Somaji, twende. Akabatizwa. Akashikamana na nani? Na Filipo. Jinsi hiyo watu tunakuja kanisani, tunaamini, tunabatizwa, tunaingia kwenye ushirika. Sasa tuko hapa kundi moja, tunaenda wapi? Mbinguni. Lakini si wote waliopo katika safari wanaenda wapi? Mbinguni. Simoni akafanya nini? Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Twende. Na mitume waliokuweko Yerusalemu waliposikia naye ameshika neno la Mungu, waliposikia kwamba Samaria imeshika neno la Mungu, wakapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wampokea Roho Mtakatifu. Kweli, kwa maana bado hajawashukia siku 20. Lakini Petro akamwambia yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Asante. Kwamba Simoni baada ya kubatizwa sasa amekuja kwa Petro wamwekee mikono ili naye akuwe na nguvu ya kuweza kufanya nini? Ya kuweza kufanya miujiza jinsi ambavyo walikuwa wanafanya. Kubadilika kwake Simeoni, maisha yake kubadilika na kuamini na akabatizwa. Hakubatizwa ili ajiunge na kundi la Mungu, bali ameweza kubadilika abatizwe, mwishowe Petro mwekee mikono awe na nguvu ya kuendelea kufanya miujiza. Hakubadilika ili ajiunge na kundi la Mungu, bali anataka sasa aweze kupatiwa nguvu za Mungu aendelee kufanya miujiza. Huyu mtu aliwacha ile dhambi yake, baada atawacha. Anataka miujiza, anataka kuendelea kuwa mtu ambaye anaweza kufanya miujiza. Vivyo hivyo katika maisha yetu, kwamba tunaweza tukaamini, tufanyiwe miujiza, baada ya miujiza kutendeka katika maisha yetu tunamsahau Mungu. Biblia inasema kwamba wale ambao wanamtumainia Mungu, wale ambao wanatenda kulingana na mapenzi ya Mungu kama mlima Sayuni. The book of Psalms 125 verse 1 so much well. Wamtumainiao ni kama mlima Sayuni. Wamtumainiao ni kama mlima Sayuni, wanakaa milele, ni kama mlima Sayuni ambao huwezi tikisika. Ikiwa kwamba tunamwamini Kristo, tukae ndani yake, tutende kulingana na mapenzi yake, hakika hatutatikisika. Licha ya kuwa shida zitakuwa katika sehemu zetu, licha ya kuwa watoto hawatatusikiza, licha ya kuwa mume wako hatakusikiza,
wewe ni kama mlima Sayuni, hauwezi tikisika. Somaji ndio naelewa. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anazidi kuwazunguka watu wake sasa na hata milele. Kuna wimbo ambao waimbaji wanaimba, nasema kwamba sikilizeni. Waimbaji, mngekuwa mmefika hapa mbele ili tusikize sasa. Mwezi tuambia tusikilizeni na mtuambie chochote. Wakwaya, ikiwa kwamba unafahamu wimbo huo, ulikuwa umefika hapa mbele. Na moyoni amemwacha
Bwana asifiwe. Hakika wale ambao wanamwamini ni kama mlima Sayuni. Ujiulize wewe, unamwamini nani? Unamwamini Kristo ama unamwamini mwanadamu? Usiwe unamwamini mwanadamu kama watu wale waliomwamini Simoni. Simoni alikuja kwa nia yake, alikuja kufanya kulingana vile mawazo yake alivyokuwa yanamwelekeza. Wapendwa, tusije tukawa watu kama watu wa mji ule waliamini nguvu za giza, lakini tumaini ni kwamba Kristo alipofikisha ujumbe wake kupitia kwa mtumishi wake, ujumbe ukafika, Filipo akatangaza, akahubiri, na watu wale hakika wakaamini na wakabatizwa. Wapendwa, tuziishi maisha haya kwa kuwategemea wanadamu. Tuziishi maisha haya kwa kuwategemea wachawi. Tuziishi maisha haya kwa kuwategemea waganga, bali tumtegemea Kristo, jinsi ambavyo waombaji wameimba na kusema kwamba amelaaniwa mtu yule bwana mtegemea mwanadamu. Swali ni je, tumemwamini nani? Kristo ama watu wa dunia? Ama tunaamini vitu zetu, ama tunaamini mali zetu, ama tunaamini mashamba tuliyo nayo? Biblia inasema kwamba tumwamini Kristo ndiposa tuwe na nafasi ya kipekee ya kupata uzima wa milele. Mwandishi anasema kwamba vitu vyote vilivyomo hapa duniani havitatuwezesha kupata uzima wa milele. Hakuna kitu ambacho kitakachotuwezesha kupata nafasi ya kipekee katika uzima ambao tumeandaliwa, ila tu kumwamini Kristo na kumtegemea. Andiko yananiambia kwamba mahali penye hazina yako iko, ndio kila kitu yako kimefanya nini? So ikiwa kwamba mtu wako na pesa nyingi, akili zake ziko pale. Ikiwa kwamba mtu wako na biashara imenawiri vizuri, akili zake ziko pale. Hawezi akaamini chochote. Ina anasema kwamba mimi nimesomesha watoto, kwa basi kuna kitu ambacho utakachonishtua nacho. Lakini Biblia imesema kwamba tumwamini Kristo, jinsi watu wa mji ule walimwamini, wakasikiza ujumbe ambao Filipo alileta pale, wakaamini, wakabatizwa. Na kwa hakika watu waliposikia kwamba mji wa Samaria umeweza kupata Kristo, umeweza kuponywa, umeweza kupata matumaini, wakashangilia. Iwe nasi kwamba tunapoishi katika maisha haya, tunasikia watu wamebatizwa kwa kuamini, tuwashike mkono, tuwaonyeshe katika njia ya kweli, ili tusimame imara katika safari hii. Mwandishi anasema katika kitabu cha Wafilipi 3:8. Wafilipi 3:8 inasema namna gani msomaji? Zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa nini? Kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi juu ya Kristo Yesu. Ngoja kwanza msomaji, kwamba anahesabu mambo yote kuwa hasara, kwamba anahesabu mali yake kuwa hasara, anahesabu vitu vyote kuwa hasara kwa ajili ya kumjua Kristo. Wapendwa, nasi tuwe na nia nzuri ya kutaka kumjua Kristo. Tusiwe watu ambao tunaamini katika mambo yetu, bali tuwe watu tunaoamini katika Kristo. Mwandishi anasema kwamba anahesabu mambo yote kuwa hasara. Tuendelee msomaji. Ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote. Kupitia kwake Kristo umeweza kupata hasara ya nini? Ya mambo yote. Ile faida ambayo watu wa dunia wanasema kwamba nimebarikiwa, ile biashara watu wanasema leo nimepata faida, watu wakaacha biashara zao wakakuja kusikiza neno la Mungu. Hivyo nasi wapendwa, Biblia inatuambia kwamba anayaona kuwa hasara mambo yote. Somaji tuendelee. Nikihesabu kuwa kama mavi. Anayahesabu mambo yote kama nini? Mavi. Ili nipate Kristo. Ili apate Kristo. Sasa nimeongea hilo, watu wameangalia chini. Anahesabu yote kama nini? Mavi. Ili apate nini? Kristo. Kwani mimi ndio niliandika Biblia? Biblia inasema, msomaji rudia. Nikihesabu kuwa kama anza juu. Naam. Zaidi ya hayo. Anahesabu mambo yote tunayojidhania kwamba yanatuweza kutupendeza. Anahesabu vitu vyote kuwa vitu vya hasara. Na kwa nini? Kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake
anapata hasara ya mambo yote. Nihesabu kuwa kama mavi. Anahesabu mambo yote kama mavi Nipate Kristo. ili ampate Kristo. Hivyo wapendwa, hakuna chochote kitu ambacho utakachotuambia kwamba hicho ni cha dhamana katika maisha yako, ila tu kumjua Kristo. Hakuna kitu ambacho ni cha dhamana katika maisha yako, ila tu kumkubali Kristo kama mwokozi wa nani? Wa maisha yako. Biblia inasema kwamba anahesabu vitu vyote kuwa hasara, lakini kitu ambacho kinanifurahisha ni kwamba amempata Kristo Yesu kama Bwana wake. Kwa nawe iwe ombi lako kwamba unapoangalia maisha haya umtazamie Kristo, uyaache mambo ya dunia hii. Kuna mahali nilisoma kwamba huwezi pata raha ya dunia hii na upate raha ya mbinguni. Hilo sahau. Yawezekana lazima upitie shida katika ulimwengu huu na upate uzima wa milele, ama upate raha ya dunia hii upoteze uzima wa milele. Biblia inasema kwamba lazima tujiandae na tumpokee Kristo kama mwokozi wetu. Kiwa kwamba uko na ombi kama hilo, kwamba nimeyahesabu yote kuwa hasara, nimeyahesabu yote kama mavi ili niweze kumpata Kristo, usimame na miguu yako tuweze kupata ombi kwamba nasi Kristo anapobariki watu wake, anapotukumbuka jinsi alivyokumbuka watu wa Samaria, wakamwamini Kristo, wakaanza kumwamini Simoni, wakamwamini Kristo, kwamba Filipo alipoleta habari ya ufalme wa mbinguni wakaamini na wakatii, kwa kusema kwamba tumeyawacha yote ya dunia hii, tumeyahesabu kuwa ya hasara, lakini tuko na tumaini kwamba tutapata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Mungu wetu atuongoze na atubariki katika maisha haya, tumtumainie Kristo, bali tusije tukaamini katika nguvu za giza, tusiwaamini watu wa dunia hii, tumtazamie Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Hebu na tuombe. Mtakatifu Baba wetu wa mbinguni unayetupenda, asante na shukrani ya kipekee kwa kuwa umenena nasi, na hakika Mungu wa mbinguni tumeweza kuona uzuri wako, kwamba tumeyahesabu mambo yote ya dunia hii kuwa mavi, na zaidi ya yote Mungu tumekutazamia kama mwokozi wa maisha yetu. Kwa basi Mungu wetu tuomba kwamba unapobariki watoto wako nasi utukumbuke, tusamehe dhambi zetu, tuweze kuyasafisha njia zetu na kujiandaa kwa ajili ya ufalme ujao. Wapendwa wao na wakabidhi mikononi mwako, yatimize mahitaji yao kila mmoja wetu. Kuna wengine ambao ni wagonjwa, kuna wengine wako na shida mbalimbali. Baba wa mbinguni, tuomba kwamba uwaguze na uwasaidie kulingana na hitaji la mbinguni. Baba wetu, tenda mapenzi yako katika maisha yao. Mungu wetu, zidi kutufanyia mambo makubwa katika maisha yetu. Ubariki familia zetu, ubariki mipango yetu, na hakika tukutegemee kama mwokozi wa maisha yetu. Falme, tunapotawanyika kwa ajili ya chakula cha mchana, enda na kila mmoja wetu, na zaidi ya vyote tuzidi kuwa kwa pamoja, na zaidi ya vyote jina lako litukuzwe kupitia kwa matendo makubwa ambayo umetenda katika maisha yetu. Zaidi ya vyote utukumbuke katika ufalme ujao tunapojiandaa kwa ajili ya maisha haya. Baba wetu, tenda jinsi upendavyo katika maisha yetu, utuongoze na utukumbuke kama kanisa la Sondu na dunia nzima. Watoto wako wanapoendelea na ibada, mapenzi yako yatendeke sasa na hata daima. Ndilo ombi letu katika Kristo mfalme tumeomba na kuamini. Mungu wa mbinguni awabariki na waongoze katika